Thank you, Nambala Choir. Santeni kwaya ya Nambala for that item. kwa kibao hicho. In fact, the conductor, hata hivyo aliyekuwa anaimbisha, he was so speedy today. alikuwa na kasi kweli kweli leo. Why? Because he wanted to save time. Kwa nini? Nafikiri ni kwa kuwa alikuwa anataka aokoe muda. But always when I sing this music, lakini siku zote ninapokuwa naimba nyimbo hizi, this is one of my favorite songs. Huu ni moja kati ya nyimbo ninazopenda. Today I want to go with you back to Calvary again. Leo nataka niende na ninyi Calvary tena. And my message is very simple. Na ujumbe wangu ni rahisi sana leo. Our world is run by God through seasons and times. Dunia yetu inaendeshwa na Mungu kwa vipindi na nyakati. Our world is run by God through seasons and times. Dunia yetu inaongozwa na Mungu kwa vipindi na nyakati. To everything there is a season. Kwa kila jambo kuna majira yake. I was listening our chairperson today. Nilikuwa namsikiliza mwenyekiti wetu leo saying that this is a year of increase. Akisema ya kwamba huu ni mwaka wa kuongezeka. But I know within this year, lakini ninajua pia ndani ya mwaka huu, there are also people who have been labeling this year as a year of decrease. Lakini kuna watu wameuhesabu mwaka huu kama mwaka pia wa kupungua. Yes, you may say this is a year of harvest. Ni kweli unaweza useme huu ni mwaka wa mavuno. But to another person this year may be a year of planting. Lakini kwa mtu mwingine mwaka huu unaweza uwe ni mwaka wa kupanda. That's why we read in the book of Ecclesiastes 3 verse 1. Na ndivyo tunasoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. To everything there is a season. Ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. And a time to every purpose under the heaven. Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. And we are called not to fight those seasons, my friend. Na wito wetu si kupambana dhidi ya vipindi hivyo. When you fight seasons, unapopambana na nyakati hizo, you are going to loggerhead with God himself. Unaenda kupambana na Mungu mwenyewe. Let me give you a story of somebody. Ngoja niwape kisa cha mtu fulani. In the year 1985, mwaka 1995, a company called the Apple Computers Company, kampuni inayoitwa kwa jina la Apple inayotengeneza kompyuta, the board of directors fired one man by the name of Steve Jobs. Na ndi bodi ya wakurugenzi ilimfukuza mtu aliyekuwa anaitwa Steve Jobs. But you know Steve Jobs was the founder of this company. Lakini unajua ya kwamba Steve Jobs ndo aliyekuwa mwanzilishi wa kampuni hii. They thought that they were done with him and they had dusted him. Walidhani ya kwamba wamemalizana naye na kwa hivyo wamemtoa. So this year he parted with this company. Kwa hiyo mwaka huu akaachana na kampuni hii. And you know what came the aftermath of this? Na unajua matokeo ya hili yalikuwa ni yapi? Nothing went well. Hakuna kilichoenda sawa sawa. Productivity fell. Uzalishaji ukashuka. And the profit hit an all-time low. Na faida ikawa ni kidogo mno kuliko vipindi vyote. Because creativity was lost in this company. Kwa sababu ugunduzi ulikuwa umeondoka katika kampuni hii. It took them 12 years before they thought the best way possible to do. Walitumia miaka 12 kabla hawajajua watumie mbinu gani. It was in the year 1997. Ilikuwa ni mwaka sasa 1997. When the board of directors decided to bring Steve Jobs
back. ambapo bodi ya wakurugenzi waliamua kumrudisha tena Steve Jobs. And from that day, Na kuanzia siku hiyo, when the founder stepped into the organization, yule mwanzilishi alipoingia katika hii because he kampuni, was the one who had the key of what it means to be successful, kwa kuwa yeye ndiye aliyekuwa na ufunguo wa nini kinamaanisha kufanikiwa, Apple became one of the multi-billionaire company in the world. Apple ikawa ndio kampuni kubwa la mabilionea duniani. There is a lesson to learn from this story, my Kuna friend. somo tunaweza tujifunze kutoka kwenye kisa hiki. That there was a season when Steve Jobs needs to leave from a company. Ya kwamba kulikuwa kuna kipindi ambacho Steve Jobs alitakiwa kuachana na This is kampuni the hii. time when he goes out there to learn. Na huu ndio wakati ambapo alienda huko kwenda kujifunza. That is the time when he goes out there to grow. Na huu ndio wakati aliyotakiwa kwenda huko ili akakue. That is a time when he goes to learn new tricks on how to do business. Ya kwamba wakati huu ndipo alienda ajifunze mbinu mpya za kufanya And when biashara. the right time comes, Na wakati sahihi ulipofika, God brings that person back to where he's supposed to Mungu be. anamrudisha yule mtu tena pale anapopaswa kuwa. You know, God knows when to bring you, your Steve Jobs back. Unajua Mungu anajua ni kipindi gani amrudishe Steve Jobs. Just like the way he prepared Joseph to be a ruler in Egypt. Ni kama vivyo hivyo ndivyo alivyomwandaa Yusufu kuwa kiongozi Misri. He started by sending him into pit. Alianza kwanza kumtupa katika shimo. He sent him into prison. Akamtupa katika gereza. Before he set him up in the palace. Kabla hajamrudisha ikulu. So we are not to fight our seasons, my friend. Kwa hiyo hatupaswi kushindana na nyakati Remember, hizo. there is a season to plant. Kumbuka kuna msimu wa kupanda. And there is a season for harvest. Na kuna msimu wa kuvuna. If you try to harvest during plantation, you are in trouble, my friend. Kama ukijaribu kuvuna wakati wa kupanda utaingia kwenye We read shida. in Galatians chapter 6 verse 9. Tunasoma kwenye Wagalatia sura ya 6 mstari wa Galatians 6 verse 9, the Bible says. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 8 Biblia inasema. And let us not grow weary of doing good things. Ya kwamba basi tusichoke kutenda mema. For in due season we reap. Kwa maana tutavuna kwa wakati sahihi. If we do not give up. Kama tusipokata tamaa. So when you say this is a year of fruitfulness, Kwa hiyo unaposema huu ni mwaka wa kuvuna, to another person this year is a year of fruitless. kwa mtu mwingine mwaka huu ni mwaka wa kutokuzaa. So oftentimes I've heard preachers saying this is a year of fruitfulness. Na mara nyingi nawasikia wahubiri wakisema huu ni mwaka wa kuvuna. But it may be a year of fruitless to another person. Lakini unaweza uwe ni mwaka wa kutokuzaa kwa mtu mwingine. What is it that God is trying to teach us? Mungu anajaribu kutufundisha nini hapa? That no season is wasted. Ya kwamba hakuna kipindi ambacho kimepotezwa. Even the season of pain is also profitable to man. Hata kipindi cha maumivu bado tu kina faida kwa mtu. Even the season of waiting is profitable to man. Hata kipindi cha kusubiri kina thamani Even kwa a mtu. time of loneliness is profitable to man. Hata kipindi cha upweke kina manufaa kwa mtu. Yes, I hear people promoting those who are single. Ninasikia watu wakiwa wanawaambia wale ambao hawajaolewa au kuoa That they get married. wakiwataka waoe. But they are not telling them what is it within their marriage. Lakini hawawaambii kile kinachoendelea They ndani ya ndoa don't talk zao. of the squabbles within those spheres. Hawazungumzii juu ya changamoto ndani humo. There are people who are single who are happier than those who are in marriage vows. Kuna watu ambao hawajaoa wala kuolewa na wana furaha zaidi ya walioko So kwenye don't ndoa. be cheated. Kwa hiyo usidanganyike. There are those people who are yearning to have kids. Kuna
Kuna watu wanatamani kuwa na watoto. When I was preparing this subject matter, Wakati nilipokuwa naandaa somo hili, I recalled when I married. Nikakumbuka kipindi nilipooa. It took me several years before I got my first son. Ilinichukua miaka kadhaa mpaka kufikia kupata mwanangu wa There was kwanza. a kind of pressure in between. Na kulikuwa kuna msukumo hapo katikati. You know, when my wife conceived the first time, mke wangu alipopata mimba kwa mara ya kwanza, she ended up with miscarriage. Akapata changamoto ya ile mimba Then kuharibika. we went through a period of sometimes so far not conceiving. Kwa hiyo tulienda kwa kipindi fulani ambacho hakuwa na mtoto. So when I was reflecting, when I was preparing this subject matter, kwa hiyo wakati nilipokuwa na tafakari wakati wa kuandaa somo hili, I said, yes, among ourselves we may have people who are going through this season. Nikasema ndio, katikati yetu yawezekana kuna watu wanapitia vipindi. They are going through these challenges. Wanapitia changamoto hizi. And when you are enjoying of the years of fruitfulness, na wakati unapofurahia mwaka wa mavuno, don't forget among God's people there are also people they are passing through a different season. Usisahau ya kwamba kuna watu katikati yetu, watu wa Mungu ambao wanapitia vipindi tofauti. That God is astonished with what they are going through. Na si kwamba Mungu anashangazwa na kile wanachokipitia. God have set this season for a purpose, my Mungu friend. ameweka nyakati hizi kwa makusudi. That's why I'm saying no season is wasted. Ndio sababu ninasema hakuna kipindi ambacho kimepotezwa. Probably God is teaching you to become. Labda Mungu anakuandaa ili ufae. Probably God is building you. Labda Mungu anakujenga. God is preparing you just as the way he prepared Steve Jobs. Mungu anakuandaa kama labda alivyomwandaa Steve Jobs. The book of Romans 8 verse 28, the Bible says. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Romans 8 verse 28. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28. And we know that for those who love God, all things work together for good. Nasi twajua ya kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao kwa nia njema. For those who are called according to his purpose. Kwa wale walioitwa kwa makusudi yake. So then don't tell me when I'm successful it's only the time when God is with me. Na hivyo usiniambie ya kwamba ninapofanikiwa ndiyo kipindi ambacho Mungu yuko na mimi. Yes, I may be going through failures. Ndiyo naweza nikawa ninashindwa. But that does not mean that God is not with me. Lakini hiyo haimaanishi ya kwamba Mungu hayuko na mimi. Don't you remember of Job of the Bible? Wewe haumkumbuki Ayubu wa Biblia? That he went through tribulation. Ya kwamba alipitia mateso. But he knew that he was going through the 1985 season. Lakini alijua ya kwamba alikuwa anapitia kipindi kile cha mwaka 1995. That he was Steve Jobs who was to be summarily dismissed. Ya kwamba alikuwa ni Steve Jobs ambaye kwa kitambo alipaswa afukuzwe. The book of Psalms 31 verse 15, the Bible says. Kitabu cha Zaburi, Psalms 31 verse 15. Zaburi 31 mstari wa 15. My times are in your hand. That's what the psalmist says. Mtunga Zaburi anasema nyakati zangu zimo mikononi mwako. My times, my seasons are in your hands. Vipindi vyangu, muda wangu upo mikononi mwako. So when you are enjoying a season of fruitfulness, my friend, kwa hiyo unapofurahia kipindi cha kuongezeka, there is another person who is going through a period of failure. Kuna mwingine anapitia kipindi cha kushindwa. That also is another season in the hands of God. Huo nao ni wakati mwingine katika mkono wa Mungu. Remember, God's time is always a perfect timing. Nakumbuka ya kwamba muda wa Mungu ndio ulio sahihi. We have not to rush God. Wala hatupaswi kumfanya Mungu afanye haraka. If you wait for God, kama ukimsubiria Mungu, you will finally get the Apple 1997. Utaipata ile Apple ya mwaka 1997. The one that conquered the world. Ile ambayo iliishinda dunia.
Arriving fast does not mean you are arriving far. Kufika haraka haimaanishi ya kwamba unatoka mbali. Am I talking to somebody here? Hivi ninaeleweka kweli? When I was preparing this story, probably I will have time to talk about it. Labda nitapata muda wa kuzungumzia. I discovered that a hare, many rabbit can only bear their young ones within 30 days. Nilijifunza ya kwamba sungura wanaweza wakawa na watoto ndani ya siku 30. Only within 30 days. Ndani tu ya siku 30. And they just bear from 1 to around 3 kids to even 12. Na wanaweza wakawa na mtoto mmoja, watatu au hata 12. But there is another animal called an elephant. Lakini kuna mnyama mwingine yeye anaitwa tembo. Who when he conceives, ambaye akishika mimba, it takes around 2 years before he bears miaka miwili kabla hajapata mtoto. And it's only one. Na ni mtoto mmoja tu. But it was so interesting when I was looking at this. Lakini ilikuwa ninashangaa nilipokuwa nikiyatazama. That when baby elephant is born, ya kwamba pale atakapozaliwa mtoto wa after tembo, those 22 months to 24, baada hiyo miezi 22 mpaka 24, baby elephant will shake the world when he's born. ya kwamba huyu mtoto wa tembo anatikisa dunia anapozaliwa. That baby elephant is going to come slowly, ya kwamba mtoto wa tembo atazaliwa taratibu taratibu. but the moment when he's born, lakini kipindi tu anapozaliwa, is not weaker like baby rabbit. sio dhaifu kama mtoto wa From day sungura. one he will start moving. Tangu siku ya kwanza mtoto wa tembo anatembea. So arriving faster does not mean arriving far. Lakini kwa hiyo kufika haraka haimaanishi kufika mbali. The book of Habakkuk chapter 2 verse 3, the Bible says. Kitabu cha Habakuki sura ya 3. Habakkuk 2. Habakuki sura ya 2. Verse 3, the Bible says. Habakuki sura ya 2 fungu la 3, Biblia For inasema, still the vision awaits its appointed time. maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. It may seem slow. Itafanya haraka. Wait for it. Isubirie. It will surely come. Kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. It will not delay. Haitakawia. That is it, what God is intending for humanity, my Hicho friend. ndicho Mungu anachokitaka kwa ajili ya wanadamu. God is the one who changes times and seasons. Mungu ndiye anayebadilisha vipindi na nyakati. The situation that you are going through, kile unachokipitia is not an accident. wala sio ajali. You may even know that there are different seasons within the world. Na utajua tu hata wewe mwenyewe kwamba kuna vipindi mbalimbali duniani. You got to know which season you are in. Unapaswa kujua upo kwenye kipindi gani. Probably it is a season for planting. Labda ni kipindi cha kupanda. Probably it is the season of waiting. Labda ni kipindi cha kusubiri. Probably it is the season for harvest. Labda ni kipindi cha kuvuna. Or it is a season of you resting. Au ni kipindi chako wewe upumzike. Get to know the season in which you are in. Tambua kipindi ambacho unapitia. And remember, God is not late. Na kumbuka Mungu hachelewi. Don't tell me, you know I'm 40 years. Wala usiniambie unajua nina miaka 40. No one have approached me for any proposal of marriage. Wala hakuna anayekuja akinitaka kunioa. I'm saying, are you praying for that, for God to actually react within your season? Mimi ninakuuliza kwamba kweli unataka Mungu ajibu ndani ya kipindi chako? God is never late. Mungu hajawahi kuchelewa. God is always on the right time. Mungu daima yupo ndani ya muda mwafaka. Yours is to learn. What are you trying to teach me within this season? Lako ni kujifunza ya kwamba Mungu unataka nijifunze nini ndani ya kipindi. What Habakkuk says, you got to wait.
Na kile anachosema Habakuk ya kwamba unafaa You kusubiri. got to continue trusting into God's Unafaa purpose. uendelee kumwamini Mungu. Even if you don't understand now, Hata kama kwa sasa huelewi, there is a reason as to why he is keeping you waiting. ipo sababu ya yeye kukufanya usubiri. Don't give up. Wala usikate tamaa. Yes, Steve Jobs was fired, Ni kweli Steve Jobs alifukuzwa kazi, but he came back greater. lakini alirudi akiwa na nguvu. We have 2 minutes to the dot. Tunazo dakika 2 kufikia mwisho. We serve a God, my friend, Tunamtumikia Mungu ambaye, rafiki zangu, who wants you to recognize anakutaka wewe ujue, that utambue is the founder of everything under the sun. ya kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa kila kitu chini ya jua. He is your creator. Yeye ndiye muumbaji wako. Some of us who have kicked him out of what we are doing. Wengine wetu tumemfukuza nje ya vile Like tunavyofanya. the way Apple Computers pushed Steve Jobs out of their company. Kama ilivyokuwa kwa Apple Company ilipomfukuza Steve Jobs. Remember, life is meaningless without God, who is the founder of who we are. Kumbuka, maisha hayana maana yoyote asipokuwepo Mungu ambaye That's ndiye why anajua sisi the ni preacher nani. says in the book of Ecclesiastes Na ndiyo sababu Mhubiri anasema kwenye kitabu cha Mhubiri that life is vanity if without God. ya kwamba maisha ni matupu bila Mungu. Some of us, we are trying to push because yes, we are made rulers. Na wengine wetu tunajaribu kusukuma kwa sababu tuna viongozi. We are pushing without him. Tunasukuma bila yeye. And when we continue pushing, Na tunapoendelea kusukuma, at the end of the tunnel, mwisho kabisa wa njia hiyo, we find vanity. tutagundua ya kwamba tutakuwa wakiwa. We end up with emptiness. Tutamalizia tukiwa watupu. May God help us. Mungu na atusaidie To know the season in which we are. tutambue vipindi ambavyo tumo katika ndani yake. And thank God even within that season. Na hata Mungu ndani ya kipindi hicho. And when I learned this, Na nilipojifunza haya, nowadays I don't promote young people to marry. wala si wasukumi vijana kuoa au kuolewa. That's not my agenda. Hiyo sio ajenda yangu. My agenda is to further the mission. Ajenda yangu ni kusukuma mbele I utume. don't care when you are in your 40s and you are not married. Wala si wazi hata ukiwa na miaka 40 na hujaolewa au kuoa. I will never promote you. Wala sitakusukuma. Because what if Kwa sababu vipi kama if I push you into marriage, nikusukume uingie katika ndoa, then you find vanity within that. na ukutane na ukiwa huko. Shall we stand now? Basi tusimame sasa. While the praise team are coming. Wakati praise team wakisogea, And we sing again song number 155. na tuimbe tena wimbo ule namba 155. Remind ourselves Tujikumbushe that we need to hang on the leadership of God. ya kwamba tunafaa tujiweke katika uongozi wa In Mungu. every single season in which you are in. Katika kila kipindi ambacho tunapitia. Even at times there is season of sickness. Hata katika kipindi cha kuugua. Somebody told me that even when you are sick there is profit in it. Mtu fulani aliniambia kuna faida hata wakati unapougua. You get time to awaken
awaken your soldiers within you. Unapata muda wa kuamsha askari ndani There are yako. people say, I've never been sick for the last 20 years. Kuna watu wanasema sijawahi kuugua ndani ya miaka 20 But iliyopita. they are forgetting that their soldiers are slumbering. Lakini wanasahau ya kwamba askari wao wa mwili They wanalala. may be shaken by malaria in a little bit. Wakisukumwa tu kidogo na They kamalaria, go straight in the graveyard. wanaenda moja kwa moja makaburini. Jiani huniongoza. All the way my Savior leads me. Let's sing together. Basi tuimbe pamoja. Jiani huniongoza Yesu wangu Mwokozi, rehema atapunguza milele kiongozi, inara kuandamana duniani daima, nijaposumbuka sana, yeye hutenda vyema. Nijaposumbuka sana, yeye hutenda vyema. When all eyes are closed, Kila jicho likiwa limefumbwa, may the Lord of all seasons go with you. Mungu wa vipindi vyote na aende na wewe. May he give you grace to recognize the season in which you are in. Na kupatie rehema za kutambua kipindi unachopitia. Whether it is the season to plant, Ikiwa ni kipindi cha kupanda, to wait, kusubiri, to harvest, au kuvuna, or to rest, au kupumzika, may you find peace in knowing that. na kupatie amani katika kujua That hilo. God's timing is perfect. Ya kwamba muda wa Mungu daima ni sahihi. And that no season in your life is wasted. Na ya kwamba hakuna kipindi katika maisha yako May kimepotea. the God who told, Na Mungu yule aliyekufundisha, build and restored Steve Jobs, aliyefundisha na kumjenga na kumrudisha Steve Jobs, teach you in the waiting. akufundishe wewe nawe katika Build kusubiri. you in the trials. Akikuongoza dhidi ya majaribu, And prepare you for your appointed time. na akikuandaa kwa ajili ya kipindi chako kilichoamriwa. May you not compare your journey to others, Tafadhali na usiyafananishe changamoto zako na wengine, but trust that the one who began a good work in you will complete it at the right time. lakini uamini ya kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema ndani yako ataimaliza kwa wakati And wake. now may the Lord bless you and keep you. Na sasa Mungu na akubariki na kukutunza. May the Lord make his face shine upon you Mungu na akuangazie nuru ya uso wake, and be gracious to you. na akurehemu. May the Lord lift up his countenance upon you Na Mungu na akutazame, and give you peace. na akupe amani. Go in the assurance that God is not late, Nenda kwa uhakika huu ya kwamba and Mungu that our hajachelewa, God is on time always. ya kwamba Mungu wetu yupo ndani ya wakati And daima, may everything you do bring honor and glory to him. na kila unachokitenda kimrudishie heshima, Who is the Lord of the seasons. kwa kuwa yeye ni Bwana wa vipindi. In the mighty name of Jesus Ni katika Christ. jina la Yesu Kristo lenye nguvu. Amen. 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 Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus.
mtafsiri wa leo. The interpreter of today, Nilikuwa nasikiliza, I was following, nikaweka ile headphone. and I put on the headphone. Hii sauti niliona hainitoshi, nikaongezea ile headphone nikasikiliza. And I found that the voice was not enough, so I increased them in my headset. Sasa nikakumbuka Now I remember mtu mmoja akiwa anaogelea baharini. someone, while talking, Alikuwa anaogelea baharini. someone who was swimming in the ocean, Baada ya kuwa ameogelea kwa muda mrefu akitafuta nchi kavu, and having swum for a long time looking for a land, alikutana na kisiwa ambacho aliona kisiwa ambacho hakina mti wala nini. he found an island which does not have anyone. Kwa kuwa alikuwa amechoka, akakisogelea kile kisiwa ili akae hapo angalau apumzike. Now that he was weary, he sat there and rested. Basi akafanikiwa kufika, lakini anaona kisiwa hicho kinateleza teleza. Then he succeeded to be there, but he wondered that the island was so slippery. Lakini alifanikiwa kukaa juu yake kwenye hicho kisiwa. But he managed to sit on it. Akasema sasa atasubiri msaada wa watu akiwa kwenye hicho kisiwa. And he said now he was waiting for the help of people on that island. Akajua amefanikiwa. And he thought that he is successful. Baada ya muda kadhaa, And after some time, kisiwa kikaanza kushuka chini. the island started subsiding. Kumbe kisiwa chenyewe alikuwa ni nyangumi. The island was just a well. Sasa mhubiri Now the preacher natuambia tena kuna katika mafanikio tena kuna kwingine huku kuna. Are you telling us that in this success? Ndio ujumbe Bwana alitamani tujifunze siku ya leo. Consider that the message the Lord wanted us to learn today. Mungu awabariki sana washiriki wa kanisa kwa kuwepo katika ibada ya siku ya leo. May God bless you, church members, for your attendance today. Naamini mtamuomba Bwana awe ni nguzo ya maisha yenu kila siku. I trust that you're going to pray the Lord to be the pillar of your life daily. Tunakushukuru mtazamaji kwa kuwa nasi toka tulipoanza hadi tunapofikia miisho ya kipindi hiki. And we thank you, dear viewer and follower, for being with us since the beginning up to this point. Mungu akubariki sana. May God bless you exceedingly. Tutamkaribisha Junior kama yuko katikati yetu asogee, atatupatia wimbo wakati If Junior is in the midst of us, we invite him to come and give us a number. Basi kama yuko tutaikaribisha praise team itatuongoza katika ule wimbo. Now that he is not here, I would like to invite praise team to guide us through singing. Namba 155, na wakiwa wanakuja wakiwa wanasimama sisi tuweze kupata ombi. Song number 155, and while they are standing, shall we pray? Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa somo zuri ulilotupatia siku ya leo. We thank you, God Almighty, for the good lesson that you have given us today. Endelea kutusaidia kuona wewe kama kiongozi wetu wa maisha yetu ya kila siku. Keep on helping us to look at you as the leader of our life daily. Kwa kuwa wewe kila nyakati unazifahamu na unajua masuluhisho yake. For you know every season and you know the solutions thereof. Tunakusihi ukapate kuwa ni kiongozi wetu katika maisha yetu. We implore you to guide us in our life. Tunapoenda kupata chakula cha kimwili, As we are going to partake that food which is physical, kibariki, bless it. bariki pia waliokiandaa. Bless even those who prepared it. Kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, amina. In Jesus' name we pray, amen. Praise team. Praise team.